Habari za mchana. Nafikiri tushachoka, sio? Tumechoka. Hatutaki laptop nyingine. Hatutaki laptop. Tunataka, si ndio? Tunataka, hatutaki. Sawa, nashukuru sana. Kwa jina naitwa Waziri Ramadhani, natokea kampuni ya uwekezaji ya UTT AMIS. Sisi slogan yetu kubwa tunasema pale fursa inapotokea tusichezee. Na mimi naweza katoa mfano mmoja tu kwa uhalisia huo. Kuna yoyote anaitaka imeongezeka kidogo. Anaitaka hizi. Anazitaka hizi. Anazitaka hizi namba moja. Anazitaka hizi. Safi, ilobaki. Asante sana. Sitafuata nyingine. Nimetoa mfano huo kwa uhalisia, maana yake ni nini? Pale ambapo tunapoitwa kwa ajili ya fursa, ni lazima tuzikimbilie. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa uhalisia ambao tunauona hapa, inawezekana kwa elimu hii ya uwekezaji tukawa tunaichukulia labda ni kitu ambacho kigeni sana. Lakini kwetu sisi tunasema UTT ni moja ya eneo ambalo tunasema tunaweza kuanza uwekezaji. Hapa leo tuko chuo, na ndio maana tuna slogan yetu ile pale tunasema nje ya box, Youth Talk 2026. Kama hujaanza kupanga mpango mzuri wa maisha yako ukiwa hapa chuoni, utaishi vipi baada ya masomo? Mfano kwa uhalisia tu, humu ndani nikizungumza tu, kuna mwenye kipaji cha kuimba yupo, ambaye anaweza kashindana na Diamond, maana yake tunazungumzia hayupo, si ndio? Huyu ambaye anaweza kashindana na mchezaji maarufu pale ambaye kila siku tunaona kwa wiki tu anaweza kachukua pesa zaidi ya ile pesa ambayo anasema iko ndotoni, hatupo. Na ndipo kumbe unaweza ukatengeneza mpango sahihi wa kuanza kuwekeza kidogo kidogo kwa kile ambacho unachokipata. Leo hapa tukizungumza kwa uhalisia, ndugu yangu yule ambaye nimetoa fursa ya kuweka kale kafungu pale, nikiweza kumuuliza tu ile pesa ambayo alipata anaweza kaitumia kwa utaratibu upi, inawezekana majibu yakawa ni tofauti, kwa sababu pesa haikosi matumizi. Lakini katika matumizi ambayo tunayofanya, je, yote yanaleta tija katika jamii? Kwa sasa hivi tumekuwa maarufu sana, tunakimbilia ni vijana ambao tupo. Tunasema mkeka umefanya nini? Mkeka umefanya nini? Umetiki. Ikatokea hiyo pesa umepata hapa ukiwa chuo milioni 300. Inawezekana hata ukaona chuo kinakuchelewesha. Ndio maana yake. Ndio. Ukaona chuo unachelewa, lakini bado una nafasi ya kupata elimu ya chuo, lakini uende kuwekeza ile pesa iweze kukutengenezea faida mbalimbali. Na ndipo kwenye uwekezaji wa mifuko yetu tumelenga sana, moja eneo ni kuiwekeza ile pesa iweze kukupa wewe faida kwa mwaka, ambapo kwa wastani mifuko imeweza kutoa faida kuanzia 12% mpaka 14%. Lakini pesa tunaizungumzia kulingana na muda ambao tunawekeza, tushatengeneza vile vile malengo yapo baadaye. Mfano, kwa umri ambao nitamaliza chuo, kwa kila mwezi ile pesa ambayo niliyopata kama tunaita boom, si ndio? Nikatenga tu kila mwezi niweke 20 mara miezi 6 ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Kiasi gani? Shilingi ngapi utapata? Lakini hii pesa kwetu sisi tunasema haijakaa. Ndio tofauti nyingine. Sisi tunaipeleka kwenye masoko ya uwekezaji, ambapo kule ile laki yako na 20 kila mwezi inaweza kukupa ukuaji wa wastani kati ya 1% ambapo kwa mwaka inatupa kuanzia 12% mpaka 14%. Hilo jambo la kwanza. Lakini unamaliza vile vile chuo, sisi vijana tukapata bahati, tukashikwa mkono na watu huko, tukapata ajira. Ukafika kwenye ajira, ukamwambia pale HR, mimi katika mshahara wangu
naomba tu kila mwezi 100,000 niweze kukatwa iende UTT kwa kipindi cha muda labda miaka 10, kwa sababu umri wako bado wewe ni sahihi. Kwa uhalisia huo sasa, kwa makato hayo ya kila mwezi 100,000 ndani ya miaka 10, wewe utakuwa tu wastani kwa uwekezaji uliofanya si chini kama ya milioni 30 na kitu. Lakini baada ya miaka 10 tunaweza kupata pesa kulingana na ule ukuaji wa formula ambayo tunaita compounded formula kati ya milioni 189. Umeshafika umri huo na staff, kwa nini usiishi vizuri? Kwa nini usiwe na afya nzuri, usiwe na biashara nzuri? Kwa sababu kila kitu utakuwa umekipanga kulingana pale ulipoanza mapema kuiwekeza ile pesa yako. Na hapa ndipo tuna mfuko mmoja wapo ambapo tunaita mfuko wa ukwasi ama liquid fund. Huu mfuko tumelenga sana wawekezaji wetu wale wengi ambao wanataka kukuza mitaji yao, ambapo kwa sasa hivi tunapokea kwa kiwango cha chini tu isipungue shilingi 100,000. Lakini unaweza kusema ile 100,000 mimi naipata vipi? Tunapiga sasa, ndio ile nimesema hesabu mwanzoni. Kwani wakati wote tunakosa pesa kweli ndugu zangu? Tunapata pesa nyingine ambazo hatujazitarajia. Nimezungumza eneo lile la betting tu. Nimezungumza eneo jingine la boom. Unaweza kuweka utaratibu wa kuchangia kila unapopata pesa wakati wowote saa yoyote. Lakini moja nimezungumza ile nidhamu ya pesa ushaitengeneza mapema. Sasa mfuko wa ukwasi tunapokuwa kiwango cha shilingi 100,000, nyongeza pale unapotaka kuongeza, sisi ni wakati wowote saa yoyote tunapokea kuanzia pale 10,000 na kuendelea. Lakini vile vile hatujiangalia vile kiwango hicho pekee. Kuna mfuko ambao una uwezo wa kukuza mtaji mapema tu. Huu mfuko unaitwa mfuko wa hati fungani, ambapo kwa uhalisia kwa kiwango cha chini cha kuwekeza isipungue shilingi 50,000, na tuna imani tunaweza tukapata pesa kwa kiwango hicho wakati wowote. Lakini nyongeza pale nimezungumza vile mifuko yetu imekupa uhuru wewe kuongeza wakati wowote saa yoyote. Sasa tunaweza tukazungumza kwa mifano hii tu miwili kulingana na muda ambao uliopewa hii mifuko, na ndipo tutakuja kujiuliza vile vile kama UTT mnasema wekeza tupate faida. Kwa sisi ndio kwanza tuko chuoni, ndio kwanza tunaanza kutafuta maisha huko nje ya box. Nini cha kufanya? Mimi nasema kwa moja ya sababu kubwa ambayo tunatakiwa tuwe nayo ni kuweka ile nidhamu ya pesa. Hatuna pesa ndogo, tunasema hakuna. Lakini vile vile ukimwambia mtu je, nikupe pesa nyingi kiasi gani utakuwa umeridhika, hayupo vile vile. Na ndipo tunasema heshimu kila pesa ambayo itapita mbele yako, kwa sababu pesa itakupa faida nzuri. Lakini wakati mwingine vile vile nimezungumza kuhusu pesa ambazo tunazozipata baada ya shughuli zetu mbalimbali. Je, unasema leo sina hiyo shilingi 10,000, unapata zaidi ya 10,000. Umetengeneza plani yoyote ya kuiwekeza? Au umeweka plani yoyote ya kutumia kingine unaenda kukiwekeza? Na ndipo kumbe unaweza kaigawanya ile pesa, kiasi kikaingia kwenye uwekezaji, kingine ukafanya matumizi ya kawaida. Lakini mwisho tunaweza tukaangalia vile vile pale ndugu zetu wakati mwingine tunapokopa. Isitokee mkopo ukawa tunasema ni janga kwako. Yaani kila ukimwona yule alikukopesha wewe unabadilisha njia. Anakupigia simu, sipo mimi bwana, nimetoka. Mkopo usiwe katika kigezo hiko. Kopa kwenye riba ndogo, nenda kuwekeza kwenye riba kubwa. Kwa kumalizia, mifuko yetu tumekupa urahisi wewe kupitia teknolojia sasa hivi kujiunga. Kwa sasa hivi simu yako tunasema imekuwa kiungo muhimu sana kuweza kutupa au kukupa wewe akaunti ya mfuko husika. Tuna app yetu ya UTT. Hii app inakuunganisha wewe kupata akaunti namba. Ukishapata akaunti namba, una uwezo wa kuwekeza vile vile kupitia mitandao ya simu. Mfano, mitandao yote ambayo ipo nchini sisi UTT tumeunganishwa nayo. Lakini kwa njia nyingine una uwezo wa kuwekeza kupitia benki zote zilizopo. Nimeona ndugu zetu wa NMB
the same, tunafanya nao kazi. Sasa hii imekupa nafasi ya kuanza kuwekeza kidogo kidogo ili uweze kutengeneza plani ya maisha yako hapo baadaye. Baada ya kusema hayo, nitoe shukrani sana kulingana na muda ambao nimepewa, sikuweza kuzungumza sana, lakini pale pembeni tutakuwa na meza yetu kwa wale ambao watataka sasa one to one communication, tutakuwa nao kwa ajili ya kuwasikiliza. Ndio tofauti iko hapo. Kutokana na maelekezo aliyopewa na uongozi kwamba naomba amalizie mwenzangu ambaye tuko naye hapa, dada Esther atakuja kwa ajili ya kukamilisha. Karibu dada Esther. Habari zenu, naitwa Esther Kahabi. Naamini kuna wengine baada ya mazungumzo na elimu ambayo mmeipata kutoka kwetu mnataka kufungua account. Ni rahisi kabisa, tunasema UTT ipo kiganjani mwako. Kwa simu yako ya mkononi unaweza kaingia kwenye app yetu, ingia kama ni Play Store au App Store, search UTT AMIS, fungua, ingia kama mwekezaji mpya, new investor. Fuata taratibu ambazo zinakuonyesha na ni rahisi kabisa, utapata account namba yako. Lakini sio hivyo tu, tuna poto. Unaweza ukaingia kwenye website yetu, moja kwa moja inakupeleka kwenye poto, ukaanza kuwekeza moja kwa moja. Kwa hiyo ni rahisi kabisa. Wewe ambao umesikia, chukua hatua yako sasa hivi katika kuwekeza. Dunia sasa hivi inaenda kasi, lakini pia tukumbuke kuna mfumuko wa bei. Jinsi gani utaweza kushindana na hali iliyopo ni katika kuwekeza. Una 25,000 yako na 10,000 mlopata hela hapa. Sasa hivi unaweza ukawekeza, kwa sababu kwa shilingi 5,000 tu unaweza kaanza kuwekeza na UTT AMIS. Tunashukuru sana kwa waandaaji na wametambua kwamba mnahitaji hii fursa, na pia sisi tulipotoka tumetoka Dar, tukaungana na timu yetu ya Morogoro ili tuje kwa ajili yako. Basi tumia nafasi hii vizuri na tunakaribisha sana. Na ndugu yako yuko nje ya nchi, naye anaweza kawekeza na UTT AMIS kupitia poto na app. Unaweza kaona kwa namna gani tumejipanga na serikali imejipanga kwa ajili yako kukamata hii fursa ya uwekezaji. Tunashukuru sana. Asante sana. Okay, asante. Naomba tupige makofi mengi kwa timu ya UTT AMIS.